Yesu nirejeshe furaha iliyopotezwa na dunia. Nami Bwana nirejeshe furaha iliyopotezwa na magonjwa. Nami Bwana nirejeshe vitu vyote vinavyofanyika hapa na vinavyoendelea, msingi wake, maelekezo yake, kanuni zake zimo ndani ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kama kurugenzi ya idara tuna wajibu wa kuifafanua au kuifundisha hata na kuendelea. Wewe ndiye mwenye majukumu. Angalia Isa furaje, wanafanyaje. Kwa hiyo vijana kama hawa ndio ambao sisi tunaelekea tuachie. Na furahi sana ninapotendea nafika mahali na lakini kulea huduma, kulea maisha ya kijana na mengine kama ambavyo tumegusa na kuendelea, hatutayamaliza yote. Lakini tunayo makusudi. Tumekusudia ukianzia CA ukaja CGM ukaja hapa tulipo, kumekuwa kuna badilika na kwa uzuri. Mimi kwa sehemu nimeshiriki katika karibia kila kurugenzi. Wakati wa CA tulikuwa na makusudi 5. Tulipoingia CGM tukawa na makusudi 6. Tumeingia CGM tunayo 7. Tumekuwa tukiongeza. Kwa hiyo huwa kuna badilika. Hata zile tunaita kauli mbiu. Ukianza kwenye CGA tulipokuwa tunaizindua tulikuwa tunasema CGA moto CGA mnakaa. Baadaye tukaongeza CGA moto CGA na kadhalika. Tuliongeza vitu fulani. Nianza kuvisahau kwa sababu shatu kwa kitabu. Na kwenye makusudi tumeongeza makusudi. Makusudi tulionayo tuko na makusudi 7. Na tuna kauli mbiu ambayo ndio hii tunasema fahari ya vijana. Ni kauli mbiu yetu. Fahari ya vijana iko kimaandiko kwa neno la Mungu. Tunataka vijana washibe neno, walielewe neno, sio burabura tu. Hata hizo huduma lazima ulifahamu neno. Wewe ambaye ni mwimbaji lazima ulifahamu neno. Wewe ambaye ni mhubiri lazima ulifahamu neno kwa usahihi. Tokitashija karibu binti, yeye anasema atasoma kwa mfululizo Matendo ya Mtume kwanza na likiandika Theophilo. Katika habari ya mambo yote alianza Yesu kuyafanya na kuyafundisha. Hata siku ile alipokuwa amechukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowazilishia nafsi yake kwa dalili nyingi ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokutana nao waliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojea ahadi ya Baba ambayo ulisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali nyinyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huo ndipo utakapoondeshea Yerusalemu ufalme? Akawaambia akisema, si wakati wenu kujua nyakati na majira ambayo yako katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho
Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Samaria katika Yerusalemu na Wayahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi pia. Walipokuwa wakikaza macho yao kuelekea mbinguni, tazama, watu wawili wasimama karibu nao, wamevaa meupe. Wakaambia wakisema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkikaza macho yenu mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atarudi jinsi hiyo hiyo kama walivyomuona akienda zake mbinguni. Amen. Pita bila kusikia watu wanahubiri. Unaweza ukapita mwaka bila kusikia wainjilisti wako mitaani wanahubiri. Kuna rafiki yangu mmoja yule wa Misugu yuko wapi? Ametoka eti? Ametoka. Huwa anagonga injili kwenye mabasi. Anawaambia watu tubuni. Alishanitubisha mimi. Nimwambie unakumbuka nilitubisha. Tunasafiri kwenye basi. Akasema ninamkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi. Kwani ni dhambi kumkubali Yesu kwenye basi? Ili washangaa kwenye basi, nimekubali Yesu hili la hivi. Maana mtu anaweza kufanya huduma hivyo, halafu wanamuona ni kama anafanya kazi isiyofaa. Mtie moyo unapokutana naye mahali. Amen. Lakini watu hivi, kitu kinachofanyika kinapokelewa na mtu wa aina yoyote. Njoo hapa rafiki yangu, ulikuwa umepotelea wapi? Njoo hapa. Njoo. Mjumbe wa Bwana na mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa letu hapo Misugu. Mungu akubariki. Wanahitaji watu wapokee wito wa kumtumikia Mungu. Ndio lengo la kuwakusanya nyinyi hivi. Ndio lengo la idara hii, kwamba watu wafundishwe wakamtumikie Mungu vile ambavyo Mungu amewapa. Mungu amewapa kila mtu hapa na cha kwake. Wewe ni baraka. Hauko hivi tu, wewe ni baraka. Si tu baraka zako mwenyewe, baraka kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo tunahitaji watu wakamtumikie Mungu, wasikie wito. Ifike mahali mabinti ukichumbiwa na mhubiri wa injili uone fahari. Maana huko umeepuka ngumi. Umeepuka kuolewa mke wa pili. Na mengine. Mungu akubariki kwa kazi njema. Tunahitaji watumishi wa Mungu kama wewe. Tunataka vijana waige. Mungu akubariki na ndaka. Haleluya. Sivyo tu, tunawatengeneza vijana wetu kusudi la tatu. Tunawaunganisha. Kusudi lingine ni kuwaunganisha vijana kutoka kanisa la mahali pamoja, wanakutana, wanakuwa ndugu, wanakuwa dada, wanakuwa kaka, wanatoka kanisa la mahali pamoja, wanaenda jimbo, tunawakutanisha hivi. Tunapokutana hivi, tunatembea kwenye makusudi yetu ili tushare uzoefu. Tujue huko tunapofika wapi. Waenda na wapi? Sagara. Wa Busagara. Tunapofika Busagara wapo watu wanasoma Biblia, wanaimba, wanafanya na hivi, na huduma zao ziko hivi na hivi na hivi. Tunapofika wengine wa wapi kule? Kona ya Fera. Kona ya Fera wako wapi? Wasimame tuwapigie makofi. Tunapofika kona ya Fera, tunakutana na ndugu wapo pale wanamtumikia Mungu, wako vizuri na waimbaji kama huyo mundani. Muanze kumuita kwenye huduma zenu kule kwenye mikutano. Uliza vijana wako ulionao pale mahali pamoja kwamba hivi wewe unafanya kazi gani? Mimi kuchimba mitaro, unamtengenezea madiri ya mitaro. Mimi huwa nafika kipindi pale kanisani kama mchungaji na waita wale ambao ni wasuti mnaojua kusuka vizuri, wenye saruni na nini, pita mbele. Unapita mbele hapa. Waambie kanisa lote mnaopenda kusuka mkasuke hapa. Wengine mafundi cherehani kama yule ndani, wamo wengi, waambie mnataka kukuvaa vizuri na mitindo mizuri ya mashono, hawa hapa. Unataka una nyumba yako unataka kujenga, mafundi ujenzi, hawa hapa. Wewe si ni biashara na nini wenye maduka na bidhaa zenu unawapa watu wanajenga
jinani kwangu kunapatikana mchele grade A na B na C mpaka zile chenga. Wenye kuhitaji chenga zipo, muna share. Haleluya. Mungu awabariki. Acha ni